Come on.
neno. Nimesimama niwe mshuhudaji wokovu kuu. Mimi nilipozaliwa kwetu hakuna kizito ilikuwepo. Ushuhuda wa kwetu sitafanya. Nilitoka kwa darasa la 8. Jibu ikarudi nikiwa na mtoto. Haleluya. Nilitoka nyumbani kwetu nilitua hapa Nairobi. Bwana asifiwe. Nairobi hapa nilipofika nilitua kama kazi nzuri kufanya haiko. Niliingia kwa biashara ya kuuza mwili yangu. Tukufu rudie Yesu. Nilianza usherati hapa Nairobi. Niliishi kwa Dandora. Nilifanya usherati ili nipate usaidizi. Nikifanya usaidizi na kule mwanamume. Pepo aleka kitu kwangu kama wale wanaume wameketi. Siwezi pita hapo bila kunitaka. Yesu asifiwe. Hapo mjini Dandora pale nilikuwa na badilisha wanaume. Kila siku moja ningefanya sisi na wanaume watano. Hizo usherati iliingia ndani yangu. Wakugundua nimefanya sisi na huyu laiki kwetu. Nilikuwa natumia kwa hekima ya shetani. Nilifanya usherati hapa Nairobi. Wanaume walikuwa wanafanya usherati ni wale waume wa watu. Hata nikifanya sisi na wajirani yangu haungegundua kama nafanya sisi na mume wako. Yesu asifiwe. Nilifanya usherati hata malisinge dhania anaweza fika. Mali ilikuwa naingilia ni wasuni walikuwa naenda. Shetani kaniingiliza moyo mbaya. Amen. Nitembea Nairobi nikizunguka hivyo. Nikifanya usherati miaka 3. Nashukuru Yesu. Fanya usherati hivyo. Wazazi wangu wakujua nafanya kazi gani Nairobi. Nilikuwa napata pesa. Nilikuwa napata pesa kushinda mijiriwa na serikali. Nashukuru wokovu. Siku moja nimetoka kufanya usherati Kiambu. Yesu asifiwe. Nikifika kule Jakaranda sababu nilikuwa naishi Soweto. Nimetoka nikienda pale. Kuna chama nilikuwa nikienda. Ili nipite niende nikaenda mpaka Kiambu. Nikifika Jakaranda ninapata mume ambaye ni kijana wa Kochia. Wakati nilikutana naye tukaongea naye, wewe ndani nasema nimepata bwana hapa, lakini mahesabu inaongezeka. Nikamwacha, nilimpatia nambari yake. Nikaenda nikafanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Nilifika pale Kiambu. Nilifanya usherati nikarudi. Kwa sababu ya mtu alikuwa anasikia Kijaluo. Kijana wa Kochia kanipiga usiku. Nilimwambia ya kwamba mali nilienda. Nilikaa sana. Nikalala kwa rafiki yangu. Kesho mtakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kulikucha nilitoka nikarudi. Wakati nilifika Bisenta nilikutana naye, tukanena nasi. Akaniuliza mambo ya kuishi. Roho yangu ikasema nataka ule bwana amesoma. Nataka yule yako na fedha. Nataka yule yako na magari. Ule ananiambia hakuna, yule ananiambia ni kuishi.
yule ambaye ni mfukara sioni hata kama kuna kazi hata niweka kwenye shida kwa sababu ilikuwa nataka mume wa kuishi naye. Nilikuwa nimechoshwa na usherati nilifanya usherati hapa kwa kila kabila ilibaki mkama na mkalenjini alibaki bila kufanya na usherati. Shukrani kwa Yesu. Tuliongea kwa kuishi tukaelewana tukaanza kuishi pamoja. Amen. Nikimwangalia naona kama ako na roho ya kuishi. Nikapata ako na ile roho ya kuishi. Tukaishi naye. Siku moja ni mume Mungu aliandaa. Kulikuwa na mkutano mmoja hapo karibu nasi. Nilisikia wakihubiri Yesu. Ilikuwa na usiku. Alishanipeleka kwao. Nikaona boma lao vile ilikuwa. Niliona kama kuna tumaini. Nikasikia vile wanahubiri Injili. Nikasema ole. Kwa ile boma niliingia. Nafanya tafuta neno la Mungu. Wale nasikia wananenea. Hakuna yule anaweza nitoa. Maisha yangu tayari sharibika. Sijui hata kama maradhi imeingia kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa nafanya usherati hakuna ile vazi libaki bila kuvaa. Mavazi yote nilivaa. Mazuri mashikati mafaru nilivaa. Ndio ilikuwa navuruta wanaume ili nipate fedha. Lakini nilisikia wokovu. Hiyo ya kwanza ilipita. Siku ya pili ilikuwa siku ya Jumatano. Wakarudi tena. Kwa Mungu alikuwa ananitafuta. Nikasikia wanahubiri wokovu. Lakini sikuingia. Niliketi na nje. Nilisikia neno. Kulikuwa na mama tulikuwa naye karibu. Alikuwa anaomba kwa hii kanisa. Nikamuuliza kesho ya mchana. Nikamuuliza mama Rune, kanisa lenu liko wapi? Akasema iko pale juu. Akasema nikuje nikuchukue hii Jumapili nikupeleke. Akasema niache tu. Mimi najua kusoma. Niambie jina la kanisa. Akaniambia. Nikaanza mwenendo Jumapili asubuhi. Nikafika kanisani. Mungu alikuwa nami na mahitaji. Wakati nilifika vile roho yangu ilikuwa nahitaji. Nilipata wanahubiri. Nikatega sikio kwa Injili. Niliingia ndani. Nilililia Yesu ambaye anaweza tuma mtu. Nilisema moyoni mwangu. Nilikuwa nafanya usherati sana. Nikapata na Bwana na kitu. Sijui kama nimepata maradhi. Lakini kama huyo anaokoa watu. Anaponya. Nataka huyo Yesu aniokoe. Aniponye. Shukrani kwa huyo Yesu. Niliita wokovu na roho yangu yote. Siku hiyo na vazi ya kuvaa. Nilikuwa na zile mavazi zangu. Shukrani kwa Yesu. Yesu ajali. Wakati aliniokoa. Wakati alishaniokoa. Alitumia mama mmoja. Akaniletea vazi. Nikaanza kutembea na wokovu. Nikitafuta wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tulienda mkutanoni ya Tuesday. Tulikuwa na mwana na mama. Wakati walishauri watu wakaomba Mungu. Nikasikia wanasema hata kama umeokoka
gi Roho Maler na hujajazwa na Roho Mtakatifu, kunaye vita bado. Bado unaweza rejea kwenye dhambi. Hata kazi unaweza fanya. Hiyo jambo limeningilia. Nilitafuta Roho Mtakatifu, niliita, Roho ikanijaza pale kwa Mama Dan. Asante kwa wokovu. Wakati Roho ilikuwa inanijaza, amen, hakuna kazi kwa nyumba, kunayo ufukara, shida iko sana, hata uchi ipo. Huyo bwana ambaye nilipata, hata kuna vile alikuwa amefanya mavazi ya kuvaa, pia Roho ilipotea naye. Mungu anakupatia yule unafanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Roho ilinijaza, Roho ikaanza kuleta vitu, Roho ikaleta kazi, ikaleta kazi. Ile lango ilikuwa inafungwa, kufungwa tena. Hata watoto walikuwa wanafukuzwa, hawakufukuzwa tena. Yesu akaleta school fees. Mungu akatuvika, kaona neema kwa wokovu, tukapata yale tunamengi, tukaanza kufuata neno. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaanza kufanya neema, nikaona neema inafanya. Ni shukrani kwa Yesu. Mungu akaanza kutembea nasi baada ya muda mchache. Babangu akaaga.